Katika mazingira ambayo baba ni mwenye dhambi, baba ni mwovu, unawezaje kumlea mtoto katika maadili mema? Katika mazingira ambayo mme wako ni mwenye dhambi, unawezaje kuishi maisha bila kushawishiwa na ushawishi wake wa dhambi na wewe ukaendelea kuishi maisha ya utakatifu? Hii ni stori ya Abiya na tunaisoma katika kitabu kile cha Wafalme wa Pili sura ile ya 18 mstari wa pili na Mambo ya Nyakati wa Pili sura ile ya 29 mstari wa kwanza, na hii ni episodi ya 9. Abiya maana yake ni Mungu ni baba yangu. Hii inaonyesha ni namna gani jina lake lilikuwa linamuhusisha na ibada ya Mungu. Huyu alikuwa ameolewa na mwanamume ambaye alikuwa ni muovu, ambaye alikuwa anaitwa Ahazi, na Ahazi alifanya mambo mengi mabaya katika ufalme ule wa Yuda, kwa sababu alileta ibada za miungu kutoka katika mataifa ya kipagani na kuileta katika nchi ile ya Yuda, na akaweka maeneo mengi ibada za miungu. Watu wakawa na taifa zima likageuka likawa ni la waabudu miungu, wakaacha kumwabudu Mungu wa kweli. Na maandiko yanaendelea kuelezea uovu aliokuwa anaufanya. Alifikia hatua mpaka akalifunga hekalu, hakukuwa na mtu yoyote aliyekuwa anaruhusiwa kwenda kuabudu katika hekalu, na vile vitu ambavyo vilikuwa ndani ya hekalu akavichukua na akavipeleka kwenye mataifa mengine ya kipagani. Na alifanya uovu mwingi, kafikia hatua mpaka akachukua watoto wake akawa anawatoa kafara kwa Mungu Moleki, akawa anatoa kwenye moto kwa Mungu Moleki. Kwa hiyo unaweza kuona alikuwa na uovu wa namna isiyokuwa ya kawaida, lakini katika mazingira hayo Abiya aliweza kuishi na akaweza kumlea mtoto wake ambaye alikuwa anaitwa Hezekia. Na tunaona kabisa Hezekia baadaye alipokuja kukalia kile kiti cha enzi akafanya matengenezo makubwa sana katika nchi ile ya Yuda. Hili ni jambo kubwa ambalo tunajifunza kupitia maandiko haya matakatifu, kwa sababu Abiya anatajwa pale akiunganishwa na Hezekia. Bila shaka kulikuwa na mahusiano makubwa. Bila shaka malezi ya Abiya ndio aliweza kumfanya Hezekia akawa vile alivyo. Katika mazingira yoyote yale ambayo tunapitia, hakuna excuse yoyote ya kushindwa kuwalea watoto wetu katika maadili mema. Huenda bila shaka wewe unapitia changamoto hizi za kimalezi. Mme wako ni toxic, mme wako ni abusive, mme wako ni mlevi, na wakati mwingine anaweza akawa na muinfluence mtoto kufanya mambo ambayo sio mazuri. Lakini tunajifunza kwa Abiya kwamba pamoja na changamoto hizo unaweza kumkuza mtoto katika maadili mema. Bila shaka Abiya alikuwa anamuombea mtoto wake. Bila shaka Abiya alikuwa anamsomea maandiko mtoto wake. Bila shaka Abiya alimuongoza mtoto wake kwa watumishi wazuri, kwa sababu nyakati zile walikuwepo manabii kama Isaya ambao walikuwa wanamfundisha na kumuonya huyu Hezekia. Bila shaka aliwatumia hao kumwelekeza Hezekia. Unaweza kuona, na katika mazingira hayo Hezekia akatoka akawa kiongozi bora ambaye alifanya makubwa katika nchi ile ya Yuda, mpaka maandiko yanasema kwamba kabla yake na baada yake hakukuwa na mfalme ambaye aliweza kumtumainia Mungu kwa jinsi ambavyo Hezekia alikuwa anamtumainia Mungu. Hili ni somo kubwa ambalo tunajifunza kwa Abiya, kwamba katika mazingira yoyote ambayo tunakutana nayo, hata kama wenzi wetu ni waovu, hata kama wenzi wetu ni wabaya, bado tunaweza kulea kizazi kizuri, bado tunaweza kuandaa viongozi vizuri ambao watafanyika msaada kwa watu wengine. Katika mazingira yoyote ambayo wenzi wetu ni waovu, sisi wenyewe tunaweza tukaishi maisha ya utakatifu. Sisi wenyewe tunaweza kumfanya Mungu kuwa baba yetu kama ambavyo Abiya alimfanya Mungu kuwa baba yake. Hili ni somo kubwa ambalo tunajifunza kwa Abiya. Endelea kuwa pamoja nami katika series ya wanawake ndani ya Biblia.